Haleluya, wana na binti za Mungu mnaonitazama na kunifuatilia katika muda huu. Kwa majina naitwa Samuel Rugembe. Napatikana wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora. Kwa wakati huu au kwa muda huu nilikuwa natamani tujaribu kujadili kitu kimoja kinachomhusu mlokole au kinachomhusu Mkristo. Je, Mkristo kabisa ambaye ameokoka anaruhusiwa kuangalia mpira au kushabikia mpira? Je, mlokole kabisa ambaye amempa Yesu maisha anaruhusiwa kabisa kuangalia mpira na kushabikia mpira? Ukiangalia wengi wa wanaohusika kucheza mipira, wengi maisha yao ukiwaangalia ni ya hovyo. Maisha yao ni watu ambao wengine wanavuta sigara, wengine wanakunywa pombe, wengine tu ni maraya. Sasa ukiangalia watu kama hao, ukiwa unawashabikia, ukiwa umewekeza moyo wako kwako pale, maana yake ni kwamba unawasapoti au unaunga mkono kwamba jambo hilo ni jema na mimi nakubaliana nalo. Hebu tujaribu kuangalia kitabu kitakatifu cha Mathayo sura ya 5, tuanzie ule mstari wa 13. Biblia inasema, ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Mstari wa 14, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Mstari wa 15, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Biblia hapa inatuambia sisi ni nuru ya ulimwengu, ama sisi ni chumvi ya ulimwengu, na chumvi ni ladha fulani nzuri kwenye mboga ambayo sasa ndio sisi walokole au Wakristo ambao tumeokoka. Sasa pia Biblia inatuambia kwamba watu wapate kuyaona matendo yetu mema, wapate kumtukuza Bwana au Baba yetu aliye mbinguni. Sasa hoja yangu iko hapa. Kwenye mipira huko, timu yako ikifungwa lazima utaanza kuzomewa. Ama wachezaji wako wakiwa wanafanywa nini na nini, wanazalilishwa, wanapigwa chenga, kuna kuzomewa. Au timu yako ikifungwa kuna maumivu, yale maumivu fulani huwa wengi nawapelekea wanaanza kutukanana, kutoa matusi. Sasa yale matusi, je, yanaleta utukufu kwa Bwana au yanaleta utukufu kwa Mungu? Pale tukiona au tukiangalia mambo yanayofanyika pale kwenye mpira, kwenye kushabikia mpira, ni mambo ambayo ni ya hovyo. Wengi wanatoa matusi, wachezaji wa mpira tu wenyewe wanacheza wakiwa na pensi, wanafanya mengi ya hovyo. Kwa hiyo kiufupi, Wakristo haturuhusiwi kujihusisha na mambo ya kidunia kama hayo. Jaribu na wewe kutafakari, jaribu kufikiria na uone ni jinsi gani ambavyo huwa yanafanyika kule mambo kwenye mpira, au ni mambo gani machafu mengi ambayo huwaga yanafanyika. Alafu wewe huyo mlokole unashabikia mambo kama hayo au unayaunga mkono mambo kama hayo. Mambo kama hayo au kushabikia mpira sio kitu kizuri kwa uliyeokoka, lakini kwa sababu wale jamaa na wao pia wana Mungu wao.
wacheza mipira wana mungu wao ambaye wanamwabudu ili wapate kuwafanikisha mambo yao. Wengine wanatumia nguvu za kishirikina, wengine wanatumia uchawi ili kupata kufanikisha kitu ambacho wao wanakilenga. Asanteni na Mungu awabariki nyote.